wangu siku hizi pastor anatembea na sisi kwenye tunaenda. Nilikuwa nalala, nilikuwa nikiketi nikimaliza tu kwa dress code online. Ninalala kabisa. Sasa nikashindwa ni nini mbaya. Wakati pastor alinena hapa nikajua kumbe fire si fire. Lazima nisambe kwa sababu tuko na vyombo za unabii na hapatikani pale miguu tuko nayo tunasamba tu. Mungu akanisaidia. Wakati nilipata hiyo ndoto ilinisumbua sana. Nikakuja kwa mchungaji akaniambia weka wafu. Akuniombea. Niambia dedicate. Nilidedicate. After nimededicate nililetewa ndoto 2 consecutive days. That is on a Wednesday, on a Thursday and on a Friday. Na naletewa wale watu ambao tunafanya na wao kazi. Mpaka mara ya mwisho nililetewa ndoto kama wamenipikia ugali na morenda. Nimewekwa maziwa ndani. Sasa nikajua wanajua napenda morenda, sasa nataka. Pia mwenzako shetani ashindwe. Kweli shetani atashindwa. Ukiwa CCM ni automatic. Bora just follow instruction. It's a procedure. So wakati nilifanya hivyo, on Friday mimi ndio boss hapa. Tuko na kampuni 3. Kilicho so I'm the boss. Wakati niliingia Friday, I got a call. Tuko tuende mazishi ya dada yetu fulani. But nilipata call kutoka kwa kusoma kaniambia natoka Kilicho anakuja. Na anakuja kufuta watu kazi. Nikashindwa nini mbaya. Najua kwa ile kampuni I'm the only lawyer girl. Wengine ni Chepkoech, Chepkorir, hata mimi wananitaka Chepchiriche. Mungu alinibariki, alinipea mwili ya wakale. Hata clients wakikuja wananiambia matuambia mimi na mimi. Pia mwenzako utashine kwa jina la Yesu Kristo. Utang'aa kwa uwezo kwa nguvu za Mungu. Geti mtani. Kaambia Mungu asante. Maana naweza ongea kwa hizo lugha zote. Utanifunza ina pia mimi nitakuwa mkale. So nikiwa pale all clients will be so najua mchichichi. Maana mwili ni ya wakale. Nashukuru Mungu kwa sasa maana sikujua boss mwenyewe ndiye aliambiwa na cleaner. Our cleaner tuna mtu ambaye anatokea na chaya na office. Huyo cleaner alipigia boss akasema wanataka kuwa Lora. Wamenipa sumu niweke kwa kahawa. Boss akarekodi hiyo call, akakuja all the way from Kericho akakuja. Akasema ni nini mbaya? Ni nini mbaya? Sasa akasema anakuja kutafutia watu makosa. Wakati alifika, watu hawakujua, mimi nilikuwa najua. Akaingia chamber 1. Akapata ule analala. Ile usingizi nilikuwa nalala, nilirudi chamber 1. Ule amelala. Chamber 2 ako kwa online. Chamber 3 hayuko. Nenda mshenye ofisi nyingine. Akasema hivi ndio mnafanya? Akasema nataka kureview CCTV. Akareview CCTV akamaliza. Mwenye alireview CCTV akaniita akaniambia hawa na kanisa mimi mmesemezana na watu hapa. Nikasema hapana. Sisi tuko salama, sioni kama kuna chuki hapo. Akasema niitie yule cleaner. Akuje hapa naitwa Eva Chepkoech hapa. Akasema hii somo nataka uniletee. Walipewa nini? Akasema alipewa siku ya Labor Day. Waliketi kwa mkahawa fulani, wakawa wanadiscuss. Wacha nikwambie mtu wangu. So long as you are clean. Yes. Hakuna grudge unaweka na mtu. Hakuna chuki. Wivu hakuna. Hakuna kitu kitakugonga. Hata wakuje. Hata wapange. You are clean. No grudge. No hatred. No whatever. You are just clean. Hata wakuwekea ukunywe. Sasa mimi nilishukuru Mungu kwa hayo. Maana nililetewa sumu nikaonyeshwa hivi. Nikamwambia Mungu kwa hivyo nilikuwa niende. Kwa hivyo wakati nilikuwa nafundishwa kuja samba hapa Labor Day nilikuwa kwa ofisi tu. Mpaka mtu angefikiria niko na uchawi. But niliingia ofisi. Labor Day kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 3 usiku. I was working on my own. Nafanya kazi na ninaomba Mungu. Maana hiyo kazi Mungu ndiye alinipatia kupitia madhabahu. Kupitia vyombo vya unabii maana nikaweka pale chupa napata inaenda misi. Wananitaka madam wa anointment. Madam wa anointment. Na nashukuru sana maana hiyo anointment inanipigania. Hata hizi kesi ukifanya zingine ni za uchawi. Lakini wakati nina sipu hivi naambia Mungu nipe neema ikinishinda nipe neema bali nitaongea na hawa watu ndio
niambie wacha ni watume mahali fulani, lakini najua Mungu wako. So ninashukuru kwa hiyo. On Friday tumevuta watu wawili, nimeandika termination letters na nikafuata mpaka Law Society of Kenya. Walivokiwa certificate mahali wanaenda, au watu ni uwezi, au watu ni wauaji, wanaweza wakakuua, wanaweza wakakumaliza. Na ninashukuru kwa sababu ya hiyo shilingi kidogo tu ya kustaki shetani hapa. Na nimesikia finali tarehe 24. Sasa wajikakamue. Maana nakumbuka wakati nilipata kazi pale, pastor alituma watu wake na wakakuja wakaanoti pale. Ikiwa mama yake niambia ameletewa ndoto akiwa pale, hakujua ni wapi alikuwa. Lakini hakika Mungu amesimama na mimi kwa hiyo kazi. This is my third year. Na ninaomba Mungu afungue milango na madirisha. So ni kuweka tu imani yako kwa Mungu na kusubiri wakati kifika. Ukiomba leo haikuji kesho. Ukiona inakuja kesho, hiyo ilikuwa tu jiani uliombea kitambo. So ukiomba saa hizi wait. Hata kama ni mwaka ujao, just wait. Mambo itatendeka. So ninashukuru kwa hiyo. Na pastor ubarikiwe, maana umesimama na mimi. Sisi kujua baby leo ningekuwa niko anaita kwa chaka ama kwa nini. Baby ningekuwa nimekata. Lakini nina imani kwamba hiyo sumu ningeiendesha yote. Singekufa na mbarikiwe. So tuambie dedicate. Saa zingine tunasikia pastor na ubiri hapo tunafikiria wana hizi stories za jaba. Wala niliona kweli si za jaba. Wakati anasema unalala ndio niliamini. So 24 tukue line finali. Wenye hawana kazi watapata kazi. Na wenye tuko na kazi ni promotion. So long as time yako ni hapa. Time yako si kwa Kanyari ni hapa. Tuna yearn for promotion. Mbarikiwe. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Yule anayekuroga, anayekufanyia hayo madara, atayapokea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninashukuru Mungu kwa sababu tangu nikuje hii church, yani vitu huwa zinafanyika in a miraculous way. Mpaka mimi mwenyewe najiuliza kwani kunaenda aje? Lakini at the end nasema kuna Mungu kwa hii madhabahu ambaye ananipigania. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku ambayo tulikuwa tuna dedicate maroho ya makaburini, mimi nikasema wacha ni dedicate kazi ya mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basha yangu by then nilisongesha kando hivi. Nikasema kupitia kwa hii bahasha, kumbuka pia my brothers na sisters wenye hawana kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa Tuesday, sasa Sunday alafu Tuesday. My brother kanipigia simu akaniambia, unajua nini Joy? Nimepigiwa simu niende interview Nairobi. Nikamwambia enda pokea hiyo kazi. Alipoenda akaniambia imagine tuko watu 20. Unajua sana tense. Nikamwambia unachechemeka nini? Walio wa Mungu wao wanakuwa tu washindi. Wewe enda pokea hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nilifurahi sana baada ya kutoka hapa akaniambia nimechukuliwa na nimeajiriwa Kisumu. Amen. Piga Yesu shangwe na nderemo. Piga Yesu shangwe na nderemo. Muda si muda. Wewe unaye dedicate kwa ya madhabahu, kile unachoweka wakufu, Bwana wa mbinguni na asikie na kutendee milele. Baada ya hiyo kuna my sister mkubwa. Pia naye alikuwa give up na mambo na kazi. Yeye alikuwa akipata kazi, anapata kazi ya contract. Lakini wakati anaanza kwenda kazi, miguu zinafura. Bora tu aende tu mwezi wa kwanza wa pili, miguu zinaanza kufura, anashindwa kwenda kazi. Akikaa kwa boma inakuwa nomo. Akipata kazi, miguu inakataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alikuwa amefika mahali give up, amesema Joy, mimi kama sitaipata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La kushangaza last week Sunday ndio sikuja church. Ile wiki nyingine akanipigia simu, amefurahi, amepata kazi kwa account. Utapata kazi washangae. Utapata kazi washangae. Utapata
kwa Yesu Kristo. Ama unaamini, shangilia Jehova Yahweh. Amen. Sasa ninashukuru Mungu, ni kuhimiza tu akisema tu dedicate, tuna dedicate. Yaani kibati na aka kabasha kadogo kamenipea testimonies 2, nikafungua milango miwili kwetu. Sijui niseme nini. Nimsema tu asante kwa Mungu na mbarikiwe. Piga Yesu makofi mazuri. Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwangu. Amenilinda pamoja na familia yangu. Na mshukuru kabisa kwa sababu last week nilikuwa mgonjwa, last week. Ilikuwa ni Saturday, sikuwa ninajiweza kabisa. Usiku hata sikulala, mpaka nilikuwa nasema nikae kwa kiti kuja asubuhi nikuje church. Bwana Yesu asifiwe. Nikafika asubuhi nikakuja, sikuwa naweza kuinua hata mkono. Lakini wakati nilifika hapa, wakati wa maombi, Mungu aliweza kunikomboa. Nilikuwa naona kama nikifunga mtu anaenda hivi. Lakini Mungu ni mwaminifu. Aliniponya, sasa hivi niko sawa, hakuna mahali ninaumwa. Shangwe na neema. Shangwe na neema. Wewe mgonjwa upone. Pita hiyo shuhuda. Umepona kwa jina la Yesu Kristo. Shuhuda wa pili, mtoto wangu aliweza kusafiri salama na salama, alifika salama. Tutaenda ng'ambo wa shangae. Tutaenda ng'ambo shangae.
yako. Yesu amerejesha moja kwa moja. Hizi ni magari za watu hizi. Na hawana hata pikipiki, hawana hata baiskeli. Unaona? Hizi. Mtu anataka kiendesha usiku peke yake gari, akiamka asubuhi hata pesa ya kumpeleka. Musa mwenzako mwambie neiba, leo ni kubaya, leo ni kubaya. Watajua wajui kile walichokizuilia moja kwa jina la Yesu Kristo. Wataachilia kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama walienda mahali walikwenda, neema ya Mungu itawaondoa. Watarejesha moja kwa moja kwa jina la Yesu Kristo. Kama unaamini Yesu, sasa dada huyu mtoto wake alienda US. Si US ile pale kwa Waafrika na hapo kando kuna nyumba inaitwa US. Sio hiyo. Yaani Ulaya original. kama uko hapo na hapo unaenda ng'ambo, Mungu atafungua hiyo kuanzia leo. Utaenda kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama walikuzuilia, kwa damu ya Yesu, mahali hapana njia. Ama unaamini, shangilia mfalme wa wafalme. Aliweza kufika, alianza kazi on Thursday. Shule ingine Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa hivi. Mimi hapa nilichukua kitabu mpaka tulikuwa kwa ile ghorofa. Mtoto wangu alikuwa anataka kwenda ng'ambo, lakini nilikuwa na marafiki wabaya wenye sikuwa ninajua ni marafiki wabaya, nilikuwa ninajua ni marafiki wazuri. Wakati nilikuwa ninakuja ninaombewa, naenda nikienda ninaona ndoto, ninawaambia. Mtoto wangu ananiambia nataka kuaburia niende hata kama ni Saudi. Namwambia hapana, mimi sitaki Saudi, labda uende nchini. Ninakuja ninaambia marafiki sana, mtoto wangu anataka kuenda ng'ambo, lakini msaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tukikutana wiki hiyo ingine wananiuliza imeenda aje, nawaambia ataenda tu. Siku moja akaniambia nastahili nichukue passport. Mimi nikachukua pesa, kaenda nikachukua passport. Hiyo wakati corona ikafika, ikafungia. Wakati ingine akaambiwa aende. Mimi nikaenda nikaambia marafiki sana, mtoto wangu ameambiwa aende. Lakini nashukuru niombee. Hiyo kitu ikakujenga katika. Mtoto wangu akaendelea kuaburia, akasema sasa mimi siendi nchi za Waarabu, wacha nitafute nchi nyingine. Mtoto alikuwa anaaburia, ananiambia nimetumia 50,000 akimama niombe. Lakini siku moja akaniuliza, mama, usiwache na hao marafiki unatembea. Nikamuuliza niwache marafiki kwa nini na tunaomba na mama. Akaniambia ni sawa, tuwe nyumbani. Nikaendelea hivyo, nilikuwa ninakuja hapa ninaombewa. Tukienda ushirika ninakuwa moto kabisa, mpaka wananiambia unajichanganya. Mimi sikuwa sijui. Saa zingine ukiwa na wachawi wanakutoa akili, sijui wanapeleka wapi. Unaona tu uko sawa, pati ya uko sawa. Ikafika siku moja tukapiwa vita mahali tulikuwa, mpaka tulikuwa sahii hata sisi hatungekuwa. Tukakuja na
rafiki yangu. Tukakuja na yeye hapa. Tukaelezea pastor. Tukamwambia iko hivi. Mungu atusaidie. Wakati pastor akatuombea, mimi aliniambia ukiachana nao marafiki, Mungu atakubariki. Ilikuwa last year December. Januari ndio tukaanza kukuja. Tukaendelea kuwa na dedicate. Hata kazi yangu ikaisha, yani sioni nyuma wala mbele. Sasa ikafika mwezi wa 3. Nikawachana na wale marafiki. Nikawacha ile kanisa nikaanza kukuja hapa sasa. Wakati niliachana na marafiki nikakuja hapa sasa, nikaambia pastor mtoto wangu anataka kwenda naye. Akaniambia china ya nisi na pesa. Akasema mtoto ana pesa. Mtoto akaniambia nastahili atafute 300,000. Sikuwa niambia. Nikaambia baba yake si utafuta pesa. Sijui kama atanipea na mtasi kanisa. Nikafika kwa grupu yetu tunaenda. Nikaenda nikawaambia sasa hii amekaribia mwezi wa 5 anaenda na tuna anything. Nikaenda kwa grupu nikakuja nikaelezea pastor. Mtoto wangu anaenda mwezi wa 5. But sina anything. Akaniambia Mungu atakubariki. Nikaenda kwa grupu tukawaambia watoto wangu wamefukuzwa wote. Kuna mwenye anatakikana registration 15,000, mwingine 10,000, mwingine school fees mwenye ako Kisii, na huyu mdogo anatakikana ifukuzwe. Sasa mimi sijui nitafanya aje. Wakaniambia na mwenye alikuwa anapewa endeni nje. Tukaenda nje tena tukarudi. Nikaambiwa wewe ndio utapewa pesa. Nikapewa 100,000. Nikapewa pesa, nikaita mtoto nikamwambia kesho ukuje upewe pesa kwa nyumba, mimi naenda soko. Msichana wangu akanipigia, msichana mkubwa anafuata kijana. Akaniuliza nasikia unapea mamaje pesa 1,100 mama. Kichwa yako ni mzuri. Nikamwambia ni mzuri tu, si pesa inachomekana. Akaniambia utakuja kuoncheka alafu tuanze kukupeleka hospitali. Nikamwambia icharishi. Mtoto akakuja akachukua pesa. Akaniambia siku 2 ikaisha, akaniambia mimi nimeenda na hiyo nimelipa na iko sawa na fulani tataenda. Ndio nikakuja nikamwambia pastor, twende pale tusikilize mtoto. Tulienda. Mtoto akafika pale, akakuwa sawa. Hakuna kitu yoyote, hakuna kisuisi chochote. Nilikuwa namwambia bora madhabahu imekufikisha mpaka kwa ndege, umepanda ndege. Hakuna chochote kile kinasuia. Mtoto wako alikuwa anapendwa mahali pale. Mzungu akiona hata akienda kujisaidia anauliza wewe si Geoffrey? Geoffrey anakimbia kwa mzungu anamwambia endelea kazi. Fanya kazi hapa. Nashukuru Mungu hata wakati alirudi anaambiwa wakati alikuwa ndege akaona message Geoffrey will be back again. Kwa sasa ameenda juzi. Mimi nashukuru Mungu. Ingia imesimama kubadili. Ndio kuweza kujua sisi yangu utakuwa naenda Ulaya kama hapo na mali. Nashukuru Mungu kwa sababu nimeweza kuanza kazi. Yaani madhabahu hii imenifikisha kwenye siku anafika. Nilikuwa nasikia airports. Sijawahi fika. Lakini ukiachana na marafiki wewe, uelewe utaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Usidi kuombeana. Usiombea mwenzako kinyume. Ombea mwenzako afanikiwe. Na anapofanikiwa hata wako wataweza kufanikiwa. Sababu kabisa. Kwa sababu imenitoa mbali sana. Pastor alikuwa ananiombea kutoka nyuma. Nilikuwa naenda soko Mogoti. Ikifika saa 10 mimi nasikia tu kuja kanisa. Siendi huko kwenye nilikuwa nakimbia hapa hata kama nilikuwa tiusi hii wakati. Wewe ananiuliza mwangi na sasa amefikiria tu kwenda kanisa. Nakuja tu kanisa na
Yesu makofi mazuri. Ushuhuda ya tatu. Kuna rafiki fulani nilileta hapa, nilileta wawili. Mmoja nafikiri pastor ataweza kukumbuka, nilimleta akasema tunauza naye soko. Msichana mdogo hivi. Huyu msichana ilifika mzee yake akagongwa na wakora kuweza kuaga. Ilikuwa last month. Huyu msichana akawekwa ndani tangu last month. Alikuwa ndani kwenye kinyang'anyiro kiruine. Amekaa every Saturday saa zile tuko nje, tunaenda tunashinda na yeye, tunamgeresha. Sasa siku moja akaniuliza, juu soko mkisi yoyote akikuja kama ni msichana wanasema huyu ni wa Mungu. Mimi nashukuru. Sasa akaniuliza, sasa wewe unaona nitatoka hapa? Namuuliza, kwa nini usitoke hapa? Mimi kwenye ninashiriki mali, mimi niko na imani ya kwamba utatoka. Akaniuliza, kweli? Siku ya mwisho tunafikiri ilikuwa Saturday. Tukaenda na wamama kama tulikuwa wamama wengi. Wakaomba wawili na mimi nikamalizia. Nikaambia Mungu, kama wewe ni Mungu wa ukweli, naomba huyu msichana aweze kutoka ndani ya kuona watoto wetu. Haijalishi ya kwamba alimgonga ama alifanya nini, wewe ndio ulikuwa na huyu msichana tunazungumzia. Nashukuru Mungu kwa sababu Mtiri aliweza kupeleka kotini. DCI akasema ya kwamba mimi nikiangalia yenye nimefuatilia hakuna kesi hapa. Wenye wamemweka ndani wamemweka kule, huyu msichana achaua. DCI akaita watu wa huyu msichana wote, tukatoka nje na akasema kesi imeisha, ndio hii kifungu ya huyu msichana ya nyumba nimempea kuanzia saa hii. Tena aenda staki mwingine, lakini msichana hana kesi. Mimi ninashukuru Mungu. Wakati alikuwa analala huko nilimpea mafuta. Siku moja akasikia kitu inapiga juu ya mabati. Akamulika na tochi, akaona ni research kubwa ile iko na scales. Akauliza, sasa hii imekuja aje na siri iko hapa? Akakumbuka mama alinipea mafuta. Akachukua hiyo mafuta akaiweka. Wakati aligonga ikaanguka chini, akaanza kupiga nduru. Maaskari wakakuja wakamuuliza nini? Kawaambia ni kitu imetoka huko imeanguka chini. Maaskari walichukua kijiti kutoa hivi, wanapata hiyo kitu inakatika katika. Mimi ninashukuru Mungu kwa sababu hii vyombo ya nabii yenye pastor anasema mwenye hana yenyewe aoni Kenya anafanya kweli, kwa sababu imetutoa mbali. Utaweza kuonjeka. Siku moja niligonjeka kwa nyumba, sikuwa naweza hata kutembea. Huyu dada yangu akaniambia, uko na maji, kunywa vifuniko saba. Kama uko na mafuta changanya ukunywe. Na hapo instant nilipona. Hii mafuta mwenye ako nayo amenunua. Piga Yesu makofi mazuri. Ushuhuda ingine ya ine. Kwa hiyo niko na kuna siku mama mmoja alipata ajali akafutika mguu. Na mama mmoja mzee yake alikuwa amegonjeka for 2 years. Alikuwa amegonjeka mpaka hata unaona ni huyu ako na nini. Watu walikuwa wanajiuliza hivi. Anaenda hospitali kila wakati anaambiwa, siku ya mwisho aliambiwa na anaenda kufanyiwa operation. Sasa wamama wakanipigia. Wakaniuliza, leo uko nje? Ilikuwa siku ya tasa. Nikawaambia niko nje. Kesho utakuwa nje? Nikawaambia eh. Wakaniambia tunaenda kuona Misi Nyabuto, mzee yake ni mgonjwa. Nikasema ni sawa, tutaenda. Wakati tulifika huko nilibeba macho. Tukafika pale, tukaanza kuimba. Sasa mwenye anahubiri kwa grupu akaanza kupeana neno, akisema ya kwamba hii magonjwa yetu, hii magonjwa ya Nyabuto, sasa siku ya leo tunaenda kumuombea na itaisha. Mimi niliamka nikasema, Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo ujue hakuna ugonjwa ya mtu, hakuna mtu alizaliwa na ugonjwa.
saa zingine unaomba hapa pastor anasema nimewatuma muende muombee watu waweze kupata uponyaji. Na ukichukua hiyo imani watu wanaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliamuka nikaambia huyu mzee kuja hapa. Na siku ya leo naenda kupata uponyaji. Mimi nikamwombea. Nilikuta nimemshika ile tumbo. Nikaanza kumfanyia deliverance sisi. Iya Yesu shangwe na nderemo. Ukombozi Nilimshika hiyo tumbo nikahesabu kuanzia 1 mpaka 7. Mzee alilia. Akasema kuna kitu imetoka kwa tumbo. Mimi sasa tukatoka hapo nikamwambia mzee umepona. Alikuwa anasema kesho yake Friday anaenda hospitali. Aweze kubuki siku yenye anaenda kufanyiwa operation. Niseme mpaka siku ya leo atafanyiwa operation. Piga Yesu shangwe na nderemo. Piga Yesu Kristo shangwe na nderemo jamani. Mahali unakanyaga uombee wengine na wapone kwa jina lake Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Aliweza kupata uponyaji. Alikuwa amekona amebaki mafupa. Nilikuwa naitisa nyama. Nilikuwa naambia Mungu, hii mafupa leo iwe usababishe nyama ikute kwa hii mwili. Na hiyo mwili saa hii amenona. Wewe